Naitwa Ngolo Mwaniduhu Malenya, ni mkuu wa wilaya ya Namtumbo. Kwanza sisi kama wanawake, lakini kama kiongozi mwanamke ndani ya mkoa huu ambaye ni mkuu wa wilaya pekee mwanamke, lakini pia kama kiongozi wa wilaya ya Namtumbo, nimeona ni vyema tukakutana wanawake, kwanza kwa ajili ya kutoana out, lakini pia kwa ajili ya kubadilishana mawazo mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunapotoka hapa despite kuwa na furaha, lakini tutoke na kitu. Najua tuna janga kubwa ambalo linaendelea kwenye jamii yetu likifahamika kama afya ya akili. Kwa hiyo niliona ni vyema sasa sisi tuwe tofauti kidogo. Tumeleta wataalamu wa akili kwa ajili ya kutufundisha, kutufungua vifungu tulivyokuwa navyo, lakini pia kutuonyesha njia zilizo sahihi. Lakini tofauti na kufahamu tu njia zilizo sahihi, sisi wenyewe sasa tujitambue kwamba kama tuna changamoto basi tuweze kuchukua hatua, kwa sababu janga hili la afya ya akili wengi limepoteza maisha kwa watu, lakini pia limepoteza ajira na watu wamekosa mwelekeo. Kwa hiyo kama wanawake sasa, mwanamke ambaye ni kiongozi wa familia, mwanamke ambaye ni mama, mwanamke ambaye ni mke, lakini mwanamke ambaye anaweza kuongoza jamii kwenye shughuli mbalimbali. Sasa tumeona ni vyema tuchukue hatua hiyo kwa ajili ya kupata elimu, kupata uponyaji ili tuweze kusonga mbele. Kwa jina naitwa Dr. Roslyn Mkea Malenya, ni msaikolojia tiba bingwa wa afya na magonjwa ya akili. Niko hapa kwenye Namtumbo Women's Gala nikiwa kama mgeni mwaliko, lakini kama mwanamke pia nimekuja kutoa mada ya afya ya akili na magonjwa ya akili. Kama nilivyokuwa nimeeleza kwenye mada yangu kwamba afya ya akili inahusisha hisia za mtu, inahusisha namna mtu anavyofikiri, alafu sisi tunaona matendo yake. Kwa hiyo matendo yale ambayo anayafanya yanatuonyesha uhalisia kwamba huyu mtu yuko kwenye changamoto za afya ya akili au kwenye magonjwa ya afya ya akili. Tatizo hili saizi limekuwa ni kubwa sana, na tafiti zilizofanyika hivi karibuni, ambayo tafiti hii inafanyika kila baada ya miaka 6. Tafiti hii imeonyesha kwamba magonjwa ya akili saizi yana 45% na yamezidi magonjwa yote, ambayo tafiti hii mara mwisho iliyofanywa ugonjwa wa kansa ndio ulikuwa umeshika hatamu. Kwa hiyo ndio maana saizi tunatoa elimu kwenye mikusanyiko kama hii, tunazunguka mashuleni, tunazunguka sehemu mbalimbali, ili angalau watu wakijua zile dalili inakuwa ni rahisi kutokumtuhumu mtu na kumleta mtu kwenye matibabu mapema. Dalili ambazo anazo mtu mwenye afya ya akili, tuchukulie hata wewe ukitaka kujiokoa, cha kwanza ni viashiria vya mwili, kwa sababu kuna homoni ndani yako inaitwa cortisol, homoni ya uchungu, huwa inapanda. Kipanda vinakuja vidalili vya hospitali: kiungulia, kichefuchefu, kichwa kuuma, kuna sababu ya msongo wa mawazo. Zile usipozishughulikia utakuwa tu unaama hospitali, unaenda unatibiwa hapo, unatoka unaenda hapo unatibiwa, lakini ile homoni bado inafanya kazi kwa sababu ile stress bado ipo. Alafu kitoka hapo inaenda kwenye hii kula, unakula sana ama unakosa hamu ya kula, unakosa usingizi, alafu unaanza kujitenga na watu, unaanza kulaumu matatizo ya kwako kuwapa watu wengine, kupoteza kumbukumbu. Lakini si tu hivyo, inaweza kaenda mbali, unaanza kusikia sauti zinakupa maelekezo. Mama yako mbaya, unasikia vitu vinakutembea, watu wengine hawavioni, wewe ndio unavisikia, sababu tayari kuna changamoto kwenye ubongo wako. Nyingine inaenda mbali zaidi, mtu anakaa ndani, mwingine haogi,